Asante sana. Juisi nzuri. Endelea kuenjoy. Kijana, hii sasa ni zaidi ya mara ya pili. Naona unanifuatilia sana. Kwa nini? Labda tu nikwambie kitu. Siku zote mwenye dada wako si shemeji. Kwa nini ukubali na matokeo? Huyu ni dada yako. Au tuseme kama wanavyosema watu, wewe ndio unamtaka. Utamua dada yako ni kitu ambacho haiwezekani. Lazima aulewe na mtu ambaye wa pembeni, sio wewe. Kwa hiyo hebu acha kufuatilia maisha yangu na dada yako. Kwa nini unafanya kitu cha aibu kama hiki kaka? Alafu kwa nini unataka kukubali kama mimi nishakuwa mtu mzima? Na sipendi uniingilie katika mambo yangu. Sasa wewe ndio chaguo la moyo wangu. Nataka nichague mwanaume gani? Au nataka ningetembea barabarani huko nitafute masharobalo wala wanaovaa nusu suruali au wanaovaa eleni masikioni? Wala mbalisi, si ndio? Kaka, si ukubali tu kwamba huyu ndio mwanaume wa maisha yangu. Alafu kitu kingine usichokijua, huyu ni muoaji, sio mchezeaji. Mbukoma wewe. Alafu jua unazungumza na mtu wa aina gani? Unazungumza na mtu mmoja mwenye akili nyingi sana, ambaye ameanza kulia unajua kabla yako. Anajua vizuri dunia. Huyu mzee mshenzi huyu. Kuna muoaji hapa. Hebu muangalie kwanza jinsi alivyo. Mzee kashatumika sana mdogo wangu, katumika kweli kweli huyu. Huyu sio muoaji, ni mshenzi wa tabia. Mimi nina uwezo kichwani mwangu wa kumwangalia mtu afu nikajua ukweli. Na ndio maana kila siku naongea na wewe na kubatizana na wewe kwa sababu najua mwisho wa maisha yako atakuwa ni mabaya. Sawa sawa. Kazeka na mwanamke mwingine, anataka kaongeze mwanamke mwingine. Kametumia wapi ujana wake, anataka ajikajifie kwako. Hao ndio wazee wanaotumiaga mikongo, washenzi tu hawa. Sawa sawa. Mdogo wangu nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe, huyu mzee hana lolote, sio muuaji. Wewe mzee, umemfanya nini mdogo wangu mpaka anapagawa kiasi hicho? Umempekechua wapi huyu mwanamke? Amekuharibu nini huyu mzee? Mbona akili yako iko sawa wewe? Unashindwa kunisikiliza mimi? Nazungumza kama kaka, nina maumivu ndani ya moyo. Wewe umezaliwa umetagwa. Naumia mimi kama brother. Mzee, pesa yako isifanye ikawa ni manyanyaso kwa watoto wa kike, watoto wadogo kama hao ambao unachipukia. Wanatakiwa kuwa na wanaume wao, wafanye maisha yao. Unaharibu maisha ya watu, why? Mwache mdogo wangu aise, naumia. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja mzee. Mimi niko tayari kwa lolote ile. Hiyo pesa yako ungemchukua dogo, ukakae naye Roche, ukakae naye hotel,
Mcelebrate, mfanye mambo yenu. Sikufichi, nimeingia tu ndani, nimefungua mlango, nikasikia harufu ya unywinywi, harufu mbaya. Kuashiria kwamba humu ndani mshafanya michezo yenu michafu. Pananuka joto ndani. Joto la laana. Mzee wewe. I said niko radhi nikupige tena glass sasa hivi kwa mimi niende popote pale. Wewe dogo jioni huruma. Kwa nini usitafute mwanaume ambaye unafanana naye? Hata ukitoka ukienda kwenye party na marafiki zako wanaona yes, good picture. Unanena Kazee kamejifia. Kazee mama yangu sasa. Okay, anyway. Nataka nikwambie kitu. Ikitokea siku nyingine nikakukuta na huyu mzee humu ndani ya nyumba hii, niko tayari kwenda jela kwa sababu ya hilo tukio. Wewe unanichukia? Nitakwenda jela ili nyinyi muishi vizuri. Kenge nyinyi wote wawili. Kenge! The revenge of my mother. Usijisikie vibaya. Achana naye, sawa? Sawa. Mimi nishamwelewa. Sababu maneno yake ni kama msumari tu au mwiba. Kisha kuchoma unautoa na endelea na safari. Lakini ipo siku atatulia. The revenge of my mother. Bwashemeji. Nimefurahi sana na ujio wako hapa. Karibu ndani tukaongee. Na hapa ndipo atakapoishi dada yako. Karibu ndani. Wewe mzee Kigogo, ngojaribu kuwa na heshima. Kuwa na adabu wewe mzee. Wewe unataka unikaribishe mimi ndani ukazungumze nini na mimi? Au unaweza ukaniambia nini ambacho nikakuelewa? Sitisha haraka mahusiano na mdogo wangu. Sitisha. Haijalishi kwamba wewe una pesa kiasi gani, haijalishi una jina kiasi gani, nina uwezo wa kufanya kitu chochote kile. Sawa sawa. Mimi sikuogopi wewe. Wewe ni mtu mzima lakini unajiona mtoto. Wewe ni mtoto wewe? Au unataka tuleteane utoto? Mimi naweza kuishi kitoto kama unavyotaka wewe. Wewe. Nakutamani ujae kwenye mikono yangu siku yoyote. Mdogo wangu, huyu mwanamke ambaye anataka kumuoa baba, huyu mwanamke gani hapa mtaani? Kaka, yaani vichekesho vitupu. Unaweza ukacheka kabisa nikikwambia. Baba ama mtu mwingine anataka kumuoa zaidi ya Walda. Walda? Ndugu wake na mkango huyu? Si mtoto mdogo tu hapa. Hiko ndo ambacho kinasikitisha mimi. Kuna muda tuwezi kumpangia mzee ni mtu gani wa kuwa naye kwenye mahusiano. Lakini ni kama anazidi kumdhalilisha mama yetu. Angalia hali aliyokuwa nayo mama. Anakuja kujua kama mzee anataka kumuoa mtoto mdogo kama yule. Hebu angalia hali yake. Na kingine kaka, angalia hali ya familia yetu. Hamna mtu mwingine yote ambaye tunamtegemea hapa zaidi yake yeye Kigogo. Leo hii kama akianzisha mahusiano na yule mwanamke na kumweka ndani, nini kitakachotokea? Kama baba akimuoa yule mwanamke, atazidi kutelekeza familia yake. Atashindwa kutimiza majukumu yake kama baba. Na yule binti mdogo sana. Nakuomba kaka, nisaidie sana kwenye hili. Lakini mdogo wangu, haya maneno unaweka nayo kweli?
Sio kama umechukua tu taarifa mtaani tu watu wanaongea tu alafu ukachukua maneno ya kweli ukaweka kichwani ukajua ni sahihi, lakini kumbe sio sahihi. Kaka, mimi sio mpungufu wa akili. Ninachokuambia hakika nacho asilimia nyingi tu. Na hizi habari hajaniambia mtu baki. Kaniambia kakake Wada mwenyewe Mkango. Yaani Mkango ndo kaniambia hizo taarifa. Kanifuata na kuniambia kwamba baba anataka kumuoa mdogo wake. Yeye mwenyewe binafsi afurahishwe na hilo jambo. Binti. Hauna haya? Haujafunzwa kwenu? Haujafunzwa kuheshimu watu wazima? Ujasiri umeupata wapi? Kwa kutembea na ule mzee, mtu mzima kama yule. Na umempendea nini? Kwanza jitizame juu mpaka chini. Hauendani na yule mzee. Kote unapopita huko ni fedheha. Unaonekana kama yani shetani. Yani wewe ni shetani. Kwa nini usimwache akahudumia familia yake? Umemloga? Maskini. Pole. Yani inaonyesha jinsi gani ulivyo una kiu kwa maneno wewe yaongea. Yani tatizo hapata hamna duka karibu. Ningekuwa kuna duka karibu, basi ningekupa ofa ya maji. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi sasa hivi ninaenda kuwa mama yako mkwe. Umeelewa? Alafu unaponivunjia heshima tena mbele za watu, naona kama vile haipendezi. Unaposema kwamba yule mzee mimi nimpendea nini? Unajuaje kama yaliyomo yamo? Na ndio maana na mimi nimejiweka kwake. Alafu kuhusu umri, mimi na mzee Kigogo sio wa kwanza kupendana. Mbona siku hizi ni kama fashion, Mkubwa na mdogo, mdogo na mkubwa. Kwa sababu mzee Kigogo mimi nampenda sana. Umeona? Na nimekubali kulivuta hilo gari bovu. Sababu gari zima na gari bovu. Gari bovu alivyo kujipeleka peke yake garage. Umesikia? Kwa kipi ulichokuwa nacho wewe? Kipi? Yaani nikikutizama ni sikioni. Alafu nikwambie labda tu kitu. Wewe utaendelea kuwa ni kidampa tu. Ila mke wake yupo nyumbani katulia. Binti unahangaika, unataka laada. Maisha magumu. Maskini, pole. Pole sana. Mpenzi wangu. Hayo maswali naomba ukamuulize babako mkwe. Yeye ndo anaweza kukuthibitishia kwamba mimi ni gari zima au gari bovu. Alafu naona kama vile umechoka. Ndio nikupe hela kama maji. Ishia hapo na hela zako za laana. Hiyo hela alokupa Kigogo ni ya laana. Yaani wewe unaweza kunipa mimi pesa wewe? Yaani upaswa wewe kunipa mimi hela. Anayepaswa ni yule alotulia nyumbani kwake. Sio wewe mwenye kuhangaika. Asante. Habari yako? Salama. Naomba unitie Njunja. Wewe ni nani yake? Utanifahamu, wewe nitie. Wanamkano. Karibu sana. Asante. Njunja nimemkuta? Njunja hapana, ametoka. Hayupo.
kunapoelekea naona sasa mimi naanza kushikwa makalio. Kwa sababu nimeweza kuzungumza na baba yenu kwa muda mrefu sana kuhusiana na mdogo wangu. Mpaka anapoendelea kukua sasa hivi, mimi nimewekeza vitu vingi sana. Kuanzia katika elimu yake, mpaka anakuja kuingia katika utu uzima. Sawa. Anakuja kujitambua. Lakini baba yenu kitu ambacho anachokifanya, uzee wake anataka kuja kumalizia kwa mdogo wangu. Ni kitu ambacho mimi nilishakipinga na nimekikataa. Nilijaribu kumwelekeza sana baba yenu, lakini anashindwa kunielewa. Tafsiri yake ananidharau na mimi. Kitu ambacho mimi kinanikera. Sawa. Sihitaji aendelee na mahusiano na mdogo wangu. Kwa nini hataki kunielewa? Kwa nini tunavunjiana heshima? Kwa nini kila siku tusijadili mambo ya maisha, tunaanza kujadiliana mambo haya ya kutaka kumchafua mdogo wangu? Sipendi. Sihitaji. Lakini bwana Mkango, mimi hiyo taarifa naielewa vizuri, naijua tu vizuri tu, lakini sikuweza kupata muda wa kukutana na wewe tukayaongea matatizo aiza huyo binti. Lakini leo imekuwa vizuri sana wewe kuja nyumbani kwangu. Tuna uwezo mkubwa wa kukaa chini na kuyaongea matatizo yakaisha. Lakini sio kila siku hivi tu elelele, inakuwa haipendezi. Sio vizuri kabisa. Mimi nadhani wewe kuanzia sasa hauna muda tena wa kuanza kupapalika nini. Tuna uwezo wa kukaa chini kuongea matatizo yakafika mwafaka. Yaani ili swala lilipofikia sasa hivi mimi nimeshalivumilia sana. Mpaka nasema kwamba hatuwezi kuzungumza chochote kwa sababu imefikia tamati. Yaani baba yenu ana kitu gani kichwani mwake? Yaani ni mtu mzima lakini anakuwa kama mtoto. Hakufanya starehe kipindi alipokuwa mtoto. Yaani starehe zake anataka kuja kuzimalizia ukubwani, si ndio? Nazungumza kwa maneno sasa hivi. But nikirudi next time nitazungumza kwa vitendo. Na nitakapozungumza kwa vitendo, nyinyi kama familia mtakuja kunilaumu mimi. Lakini mbona umefika mbali ndugu yangu? Umefika mbali sana. Mimi nimemaliza, mfikisheni ujumbe. Mkango. Vipi ndugu yangu? Safi. Habari yako? Salama kabisa. Mbona kama umevurugwa? Uko sahihi kabisa na kitu ambacho nakiona. Nimejaribu kumtafuta sana, ila baada ya kumkosa nikaamua kuwafuata watoto wake. Nimekwenda kutoa onyo la mwisho, ili kitakachotokea wasije wakanilaumu kabisa. Sijui kama unanielewa vizuri. Nakuelewa vizuri. Mzee amekuwa sio msikivu. Anaharibu maisha ya mdogo wangu. Mdogo wangu amesoma. Kuna vitu vya msingi sasa hivi anatakiwa vifanye lakini hafanyi. Sometimes naweza nikamuuliza kitu akanijibu shiti, akanijibu kiburi kwa sababu wewe mzee mpumbavu. Ananikosea sana. Hivyo basi, ikitokea nikakutana naye, apite kule mimi nipite huko. Ila tukikutana njia moja, nitakuja nimkamate nimnyofoe hata ile pua yake. Au nimchomoe hata utumbo. Nikalale tu jela, nikalale jela. Naomba unisikilize kidogo. Bwana Kigogo mimi ndo swaiba wake. Mimi yule ndo rafiki yangu. Kwa hiyo nikuombe, hili swala niachie mimi. Nikutane naye, nizungumze naye, alafu nitakubaliana naye bwana Kigogo, nitakuletea majibu. Sawa. Kwa sababu wewe ni rafiki yake. Mimi najua unaweza kuzungumza naye na akakuelewa. Na nikikutana na wewe kwa muda mwingine nategemea kupata jibu zuri kabisa. Lakini kama itakuwa ni tofauti na hapo, maamuzi yangu itakuwa ni yale niliyoyapanga. Nimechoka. Hili limekwisha. Tena nitamzungumza naye kwa makini ili jambo liishe. Tusifike huko sisi familia bwana. Sawa, haina shida. Sawa, nikuelewa. Tuvumilie bwana kidogo. Ndugu yangu mbona kama navurugwa? Ndugu yangu, nimekuita hapa kuna jambo linanitatiza kidogo. Kuhusu yule bwana mdogo. Sio mwingine, atakuwa Mkango. Ni huyo. Hivyo wewe anakutafuta nini? Alikuja nyumbani kwangu. Alitamba sana. Alizungumza maneno mabaya. Alizungumza maneno mpaka mimi mwenyewe nikanastuka.
alikuzungumzia vibaya sana Kigogo. Wazo langu lazima umwahi au atatutia aibu. Mimi nadhani Bwana Kapo unanijua in and out. Na unajua kabisa maisha yangu ya nyuma nilikuwa naishi vipi. Huyu kijana huyu anataka ajue jina langu la utotoni nilikuwa naitwa nani. Mpaka kufikia mimi naitwa Kigogo. Ajue nilipoanzia. Sasa nitamiosha na atajua kwa nini mimi ni Kigogo. Upendo wako kwangu unajirudia tangu nilipoondoka bila kusema bye. Mateso moyoni yamenijaa, na nalikutoa duniani, Mama.